Nishukuru sana kwa swali zuri. Jina la shule Mtakatifu Bakita ni jina lililopata nafasi kubwa kwa wadau mbalimbali wa elimu katika Jimbo Katoliki la Njombe. Mtakatifu Bakita alikuwa na sifa mbalimbali ambazo zilisheheni utukufu mwingi hata mbele za Mwenyezi Mungu. Alikuwa mtu mvumilivu, mwenye busara, mwenye msamaha wa dhati, mtu mwenye imani kwa Mungu, mnyenyekevu, mwenye upendo wa dhati kwa watu. Alikuwa mtii, mwenye imani, mwenye matumaini hata pale anapokuwa katika hali ngumu. Aliamini ipo siku moja atafika mazingira mazuri, lakini alipenda sana elimu hata kama hakupata elimu kama alivyokusudia. Basi kutokana na sifa hizi za Mtakatifu Bakita, wadau mbalimbali waliafiki kuwa shule yetu ipate jina hili la Mtakatifu Bakita. Naitwa Mwalimu Jackson Masanja, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mtakatifu Bakita. Shule yetu ya Mtakatifu Bakita ni shule inayomilikiwa na Kanisa Katoliki Jimbo la Njombe. Shule ilianzishwa mwaka 2011 na kupata usajili rasmi tarehe 14 mwezi wa 7 huo mwaka 2011. Shule yetu inapatikana mjini Njombe, ipo jirani kabisa na Kanisa Katoliki. Shule yetu ilianza na wanafunzi 128 wa kuhamia kutoka shule mbalimbali. Tulikusanya watoto tukapata wanafunzi 128 kwa madarasa tofauti tofauti. Walikuwa ni wachache sana. Shule imekuwa kwa kiwango kikubwa sana mpaka sasa. Hivi leo ninavyozungumza tuna wanafunzi 679. Kwa ni kiwango kikubwa cha ukuaji ukilinganisha na miaka toka ilivyoanza. Shule yetu ni shule ya awali na msingi. Shule yetu kimaadili ni elimu, ni shule ya kanisa. Kwa hiyo tunapata maadili ya Kikristo. Tunapata elimu ya kiroho na pia tunapata elimu dunia. Shule ama kanisa limekuwa mchango mkubwa sana katika ukuaji au katika mwendelezo wa shule yetu. Kama tunapata huduma za kiroho kila wiki, manake wanafunzi wetu huwa wanaingia kanisa kuu kwa ajili ya kupata huduma za kiroho, lakini pia wako mapadri ambao inapobidi huwa tunapata misa hapa shuleni. Kwanza kimsingi shule yetu tunatumia mtaala wa Kiswahili. Kwa hiyo mwanafunzi ama mzazi anapomleta mtoto anatambua wazi kwamba shule yetu ni ya mtaala wa Kiswahili. Kiswahili ndio lugha mama. Kwa hoja nyingine ni kwamba kujifunza kutumia lugha mama ni rahisi zaidi na watoto wanapata maarifa zaidi kuliko kutumia lugha ya Kiingereza. Kulingana na mazingira yetu, shule yetu ipo mjini kati, na kwa eneo ilivyo zipo shughuli za mikono zinazofanyika mahali hapa. Tuna bustani ya mboga ambapo wanafunzi huwa wanaweza kumwagilia na kupalilia. Kwa hiyo wanajifunza kazi za mikono na labda na michezo. Sasa shule yetu tumejikita sana katika elimu pamoja na michezo, tukijua kwamba sasa kwa kipindi hiki tulichonacho kinazingatia sana habari ya vipawa vya watoto.
Kwa maana hiyo michezo tunaipa kipaumbele sana. Tuna michezo ya mpira wa miguu, tuna mpira wa pete, tuna volleyball, viwanja vipo. Shule yetu ni ya kutwa na bweni. Ina mazingira mazuri sana ya kuvutia. Nalisema hili kwa sababu tunapata update nyingi kupitia hata ngazi za wenzetu wanaokuja kukagua. Kwa hiyo ni shule kwa maana ya usafi wa mazingira wanapolala watoto ni mazingira mazuri sana. Kwa hiyo juu ya hilo sina mashaka, na wakaribisha sana hata wazazi walete watoto wao. Shule yetu tumefanikiwa sana kitaaluma. Toka mwaka 2013 kitaifa ilikuwa ya 25. Lakini baada ya hapo imeendelea kukua kitaaluma, na ndio imekuwa sababu kubwa ya kupata wanafunzi wengi katika shule yetu. Tumekuwa mwaka hadi mwaka. Kimkoa tume maintain kuwa wa kwanza, na baadaye tumeendelea katika wilaya hii tumekuwa wa kwanza toka shule imeanza mpaka hivi ninapozungumza. Of course jamii imenufaika na shule yetu. Kwa watoto wengi jamii inayozunguka shule wamepata nafasi ya kusoma mahali hapa, lakini pia jamii imenufaika na shule hii kwa maana ya kushirikiana na wanajamii kwa mazingira ya kijamii. Kwa ni misiba, sherehe mbalimbali tunahusika. Wazazi wanawaleta watoto hapa shuleni kwa sababu ya performance nzuri ya shule, lakini zaidi sana ni elimu na malezi bora. Elimu na malezi bora ndio kauli mbiu yetu ya jimbo. Kwa hiyo tunaishi kwa kuangalia hili elimu na malezi bora. Watoto wanaondoka mahali hapa wakiwa na maarifa ya kutosha. Maarifa ya darasani, lakini pia maarifa ya kujitegemea. Ndio utofauti wa shule yetu na shule zingine. Haya, karibuni. Jina langu mtawa Sister Florence Musyoki, Assumption Sisters of Nairobi, makamu mkuu wa shule ya Mtakatifu Bakita, ambao ni shule ya wasichana wavulana iliyopo mjini wa Njombe. Shule letu lipo barabarani kabisa, ambayo inaweza kuwa na urahisi wa kuifikia. Nao jirani yetu kanisa kuu la jimbo letu la Njombe. Kiangalia katika mazingira yetu, tunavyo vyombo vya usafiri pale ambavyo ni vyombo vya kusafirisha wanafunzi wetu wa kutwa. Manake shule letu inao wanafunzi wa kutwa na wa bondeni, na ndivyo maana tunavyo vyombo vya usafiri, ndiposa tuweze kuwasafirisha wanafunzi wetu waweze kuwepo shuleni kwa muda unaofaa ili waweze kupata masomo ya msingi. Nilivyosema, shule yetu imo barabarani. Ukiwemo barabarani utaweza kuitazama geti la shule letu, ambalo tukilitazama tunaona limeandikwa vizuri Roman Catholic Diocese of Njombe. Kiangalia vizuri naona imeandikwa St. Bakita Primary School.
ama Mtakatifu Bakita Primary School, ambayo ndio jina ya shule letu. Tukiangalia pembeni tunaona picha ya Mtakatifu Bakita ambaye ndiye patron saint wa shule letu la Mtakatifu Bakita. Tunapokaribia getini tunaliona geti kubwa, manake kuonyesha ulinzi na usalama wa watoto wetu mahali hapa ndani. Lipo geti kubwa ambalo naweza kuitazama kwa umbali, na hivi basi ningeomba niweze kuwaelekeza humu ndani, ndiposa tuweze kuyaona mazingira mengine humo ndani. Tutaweza kuyaona mabweni, nilivyosema shule yetu na watoto wa bweni. Hivi basi ningeomba tuingie humu ndani tuweze kuyaona mazingira mbalimbali ya shule yetu ya Mtakatifu Bakita. Karibuni. Hivi basi tunapoingia humu ndani tunaona mazingira ya shule safi kabisa. Tunapoona hapa tuna Royal Palm ambayo ni mmea wa kipekee unaopatikana tu Mtakatifu Bakita hapa Njombe. Na haya ndiyo mazingira ya ndani ya shule yetu Mtakatifu Bakita. Kama mnavyoona tunao madarasa hapa. Hili ni darasa la kwanza, darasa la pili na madarasa mengineyo ambayo nitawaonyesha baadaye. Lakini kwa sasa tunao wanafunzi hapa walioketi hapa ambao wanaendelea kuifanya mitihani yao. Baadhi yao ni wanafunzi wa darasa la 4 na darasa la 7 ambao ndio madarasa watahiniwa wa mwaka huu. Tunazidi kuwatayarisha ili waweze kupata matokeo mazuri katika mitihani yao, na hivi basi tunafanya haya ndio tuweze kupata the true picture and the reality of their performance, because waweze kupata na kufuzu katika mitihani yao. Hivi basi tutaenda kupanda juu, manake shule yetu imejengwa kwa mjengo wa kisasa. Tunao ghorofa ambayo nitawaonyesha madarasa mengineyo humu juu. Lakini kabla tufike kwa madarasa yaliyo kwa ghorofa, tunapotazama hapa tunaona ya kwamba tunao mazingira ya kupendeza. Tumejaribu na tumeweza kuitunza ama kuyatunza mazingira kwa upandaji wa miti. Tunayo miti ya matunda, parachichi na matunda mengineyo, ambayo haya matunda tunayatumia kwa wanafunzi na pia kwa masomo yao, hasa kwa somo ya sayansi. Na tumejaribu kuyatunza mazingira ili tuweze kupata hewa safi, tuweze kuboresha mazingira na tuweze kuboresha mazingira ya watoto wanapoendelea kuyasoma masomo yao, ndiposa tuweze kuwakuza kikamilifu. Hivi basi tunawaona waendelea na mitihani yao kwenye mazingira safi, hewa safi, tulivu. Hivi basi tunawaona ni wanafunzi wanao shughuli mbalimbali, na tutaweza kuyaona madarasa yaliyomo kwenye ghorofa. Darasa la 3, la 5. Ofisi mbalimbali, tunayo ofisi ya karani pembeni hapa. Mwishoni tuna ofisi zingine mbalimbali, ofisi ya muhasibu. Hivi basi tutaweza kuona hali halisi kwenye madarasa yetu, ambapo walimu wanaendelea kuwafundisha wanafunzi.
Na haya yote ni madarasa katika shule letu la Mtakatifu Bakita. Na kama tunavyoona pembeni hapa, tunalo jengo lingine kubwa mno ambayo tunalitumia kama bweni la watoto wetu wasichana. Tutaweza kuliona baadaye, ila kwa sasa ningeomba tuingiemo darasani moja tuweze kuyaona mazingira ambao watoto wetu waliomo na jinsi walimu wanavyofunza wanafunzi wetu. Huyu mjumbe wetu wa kwanza wa kuongezea nyama amesema ni namba zinazogawanyika kwa 2 bila baki. Vizuri. Mpigie makofi mawili. Sasa amesema namba shufwa ni namba zinazogawanyika kwa 2 bila baki, na mimi naungana naye mkono kwa kusema hivi, namba shufwa. Tunapozungumzia namba shufwa, tunazungumzia namba zote za kuhesabia ambazo zinagawanyika kwa 2 bila baki. Maana zinagawanyika kwa 2 bila baki. Na hizo namba zinaanzia namba 0. Inaanzia namba 0. Sasa tutaandika maana kuwa namba shufwa ni namba za kuhesabia zinazogawanyika kwa 2 bila baki. Na namba hizo zinaanzia namba 0. Zinaanzia namba 0. Kama namba 0 ni namba shufwa, namba gani nyingine ni namba shufwa? Tumesema ni namba za kuhesabia zinazogawanyika kwa 2 bila baki. Namba nyingine vizuri, 2. Tumpigie makofi. Vizuri. Nyingine 4. Mwingine vizuri. 6. Vizuri. Mwingine 8. Mwingine 10. Vizuri sana. Basi tulipigie wote makofi tuliojibu pale. Vizuri sana. Sasa tunapozungumzia namba shufwa, tumesema ni namba zote za kuhesabia ambazo zinagawanyika kwa 2 bila baki. Na namba hizo nimesema namba, tunaanzia namba ngapi? Namba shufwa ya kwanza kabisa, ndogo kabisa, namba 0. Vizuri. Kwa hiyo ni namba za andika, ni namba za kuhesabia zinazogawanyika kwa 2 bila baki. Zingatia neno kwa 2 bila baki. Maana yake hizi namba mara nyingi zenyewe huwa zinaishia na 0, 2. Yaani ukiona namba inayopatikana kwenye mamoja ni 0, 2, 4, 6, 8. Hizo zote tunaziita namba shufwa. Unaona? Kwa hiyo namba shufwa mara zote huishia. Naendelea kuwaonyesha madarasa mengineyo, ambapo hapa tunayo darasa la kompyuta ama computer room, ambapo mnamo pia maktaba yetu. Manake kwa sasa tunahitaji kuwafundisha wanafunzi wetu hali ya kisasa, teknolojia. Ndio maana tunayo computer room na computer class ambayo hipo sasa tunaweza kumwona wanavyoendelea kujifunza. Sasa kwa sababu sisi tunataka tubadilishe aina ya maandiko, fonti style, tutakachokifanya tutakuja kwenye neno letu ili hapa limeandikwa mama. Umeelewa hilo? Utachukua mouse yako, utaisogeza hapa kwenye neno lako, utabonyeza button ya kushoto ya mouse yako. Baada ya kuibonyeza utaikandamiza,
utapeleka kushoto kama inavyoonekana. Tumeelewana hapo? Baada ya hapo utakuja hapa kwenye neno hapa palipoandikwa karibu. Umeona? Mbele yake pana kitu kama kamshale kampointiwa kanaangalia chini. Umeona? Utabonyeza kwenye kamshale kwa button ya kushoto. Baada ya kubonyeza button ya kushoto, utaangalia font style gani unaitaka hapo. Umeona? Umeona? Hapo sasa utakuja hapo kubadili. Nimeweka Arial black. Kwa hiyo bonyeza hapo button ya kushoto itaonekana. Umeona? Sasa kwa Kiingereza we can say that when you want to change the font style of any word, that means you have first to write your word. Write any word, maybe father. After writing your word, you have to take your mouse. Write first the word father. Father. Write the word father. Take the left button. Let's come to font style here. You see the word written L. Hai, basi tumeshaona wanafunzi katika darasa la kompyuta wanapokuwa wanafunzwa kompyuta. Hivi basi tutashuka tuweze kuyaona mazingira mengine, madarasa mengine wanavyofunzwa. Baadaye tutaona mazingira mengine kama mabweni, mazingira tofauti. Napoyaona humo ni madarasa mengine. Tunao darasa la 3 na ofisi huko ya mkuu wa shule, darasa la 6. Na tulivyosema, naona bado wanafunzi wanaendelea na mitihani yao. Wanafunzi wa darasa la 7, la 6. Tawatakia kila la heri. Basi tutaweza kuingia kwenye darasa jingine. Sasa tunaenda kuliingia kwenye darasa la 6. Tuweze kuyaona pia mazingira humu ndani, wanafunzi wetu wanavyofunzwa na walimu mbalimbali kwa matayarisho ya mitihani yao. Algebra ni tawi la hisabati linalohusisha namba na herufi. Kama algebra ni tawi la hisabati linalohusisha namba na herufi. Hiyo ni tunakumbuka kwa darasa la 5, sivyo? Ndio. Sasa tutakuja kuangalia, je, kuna aina ngapi za methali? Sawa? Ndio. Angalia kuna aina za methali. Kigeo. Kigeo ni nini? Maana anatumia neno herufi na namba, anatumia neno kigeo. Kigeo ni Herufi. Kuna msamiati mwingine ni kigeo. Kigeo ni kigeo. Kupitia hawa waliokwenda kushirikiana nao, wapongeze kwa hali pamoja.
Moja. Safi. Baada ya hapo sasa, hiyo misamiati tunaweza kutumika kwa mitihani yetu na kwenye kazi nyingine. Basi tumeyaona mazingira ya madarasani, na hivi basi hapa tunavyoona tunayaona mazingira ya mabweni ambapo watoto wetu ama wanafunzi wetu wanapumzika majioni. Na tazama, ni jengo la kisasa, jengo ambalo limeimarika, mnamo madirisha mazuri kwa hewa safi, lipo tu safi. Na basi ningeomba tuweze kuingia ndani tuone jinsi watoto wetu walivyo. Manake Mtakatifu Bakita ni shule ambayo inakuza watoto all round, holistic formation. Madarasani, usafi wa mwili, usafi wa roho, usafi wa mazingira. Na ndio tunaweza kuwaonyesha humu jinsi ya kuwa wasafi, kuweka vitanda vyao safi, kusafisha bweni na usafi kwa jumla, ili tuweze kuyaona mazingira katika bweni letu. Kwa kweli wamejitahidi, lipo safi kabisa, vitanda wamevipanga, wamevitandika vizuri. Ya tunamo chumba cha mlezi hapa kuhakikisha usalama wa watoto wetu, maanake tunajua watoto lazima tuwaangalie kwa makini. Kwa tunacho chumba hapa, na pia tunacho hiki kifaa hapa, fire extinguisher, in case, tunaomba lisifanyike, in case of fire. Tunavyo vifaa ambavyo tunavitumia, na ni maagizo ya serikali kwamba kila jengo lafaa kuwa na hili. So tujilise nyumbani, watoto wetu hapo salama. Tunao walinzi hapa na mlezi. So hivi basi watoto wetu hapo salama mkononi mwa shule ya Mtakatifu Bakita, shule imara katika uongozi wa Kanisa Katoliki la Roma. Asante. Haya basi, tumeweza kuyaona mazingira mbalimbali ya shule yetu ya Mtakatifu Bakita humu ndani, mazingira ambayo ni safi, mazingira ya usalama, mazingira ya kupendeza, mazingira inayotupa fursa ya kuweza kuwalea watoto jinsi ipasavyo. Hivi basi, mtazamaji, mzazi, mlezi, wakaaji wa Njombe na Watanzania wote kwa jumla, tawahakikishia kuwa tuna nafasi za kutosha katika shule letu la Mtakatifu Bakita. Hivi basi tuwaomba muweze kutuletea watoto, wasichana kwa wavulana wa madarasa kutoka ya chini mpaka darasa la 7. Mtupe watoto tuweze kuwalea kwa njia inayofaa, malezi ya masomo, imani, tabia nzuri zinazokubalika kwenye mtaa na kwa dunia yetu nzima. Hivi basi naomba kwa unyenyekevu mtupe watoto. Natumai mmekuwa na uhakika na shule letu kwa kuona mazingira yaliyomo ndani. Hivi basi mtoto wako atakuwepo kwenye mikono salama, atakuwepo kwenye mazingira yanayofaa. Basi twaomba mtupe watoto, na wazungu wanasema
Give me a boy, I give you back a gentleman. Bring the girl, I give you a lady. So, karibuni sana Mtakatifu Bakita. Asanteni. Kwa majina ninaitwa Giovanna Mole ni Godfrey Mloe. Ninasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita. Mimi katika shule hii ninachokipenda ni mazingira masafi ya kujifunzia ambayo yanaweza kukukinga dhidi ya magonjwa. Pia ninapenda walimu wanavyofundisha madarasani, napata kuelewa. Na pia ninapenda jinsi hapa shuleni utamaduni unavyoendelea. Kwa mfano michezo inasaidia uwezo wa kufikiri, pia inasaidia kuwa mkakamavu. Kwa majina naitwa Janet Primi Bena, ninasoma darasa 6 katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita. Elimu ninayopata hapa shuleni itanisaidia katika maisha yangu kubwani, kuweza kupata ajira, kuweza kujiajiri mimi mwenyewe na kutotegemea msaada wa mtu mwingine. Kwa majina naitwa Beatrice Octavian. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita. Kitu ninachojifunza hapa shuleni ni tabia ya kujituma na tabia ya kumpenda Mungu, kwa sababu sisi tunasali na kila wakati tunasali asubuhi tunavyoamka, tunasali muda wa kwenda kula, na tunasali jioni tunavyoenda kulala, kitu kinachotufanya tuwe na tabia njema. Kwa majina naitwa Silvia Alfani Mihala. Ninasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita. Ninachoomba wazazi na walezi muwalete watoto wenzangu katika shule ya msingi Mtakatifu Bakita, kwa sababu kuna mazingira mazuri ya kujifunzia na inatolewa elimu bora. Kwa majina naitwa Teddy Samuel Masonda. Ninasoma darasa la 6 katika shule ya Mtakatifu Bakita. Shule ya Mtakatifu Bakita imekuwa ikifanya vizuri katika mitihani mwaka hadi mwaka. Wapo dada zetu na kaka zetu waliohitimu hapa, hata huko walipo wanaendelea kufanya vizuri. Natamani nikuwa mkubwa niwe daktari. Naamini shule ya Mtakatifu Bakita itaniwezesha kufikia ndoto yangu ya kuwa daktari. Na kwa mazingira ninayoyaona hapa ya Mtakatifu Bakita, naamini ndoto yangu itafanikiwa. Kwa majina ni Sister Florida Mwema, shirika ya Assumption Sisters of Nairobi. Na hii ni maisha ya Mtakatifu Bakita kwa kiufupi. Mtakatifu Bakita alizaliwa mwaka wa 1869 kule Darfur, Sudan Kusini. Akiwa na umri wa miaka 9 aliuzwa na kununuliwa mara 2 utumwani. Baadaye alinunuliwa na balozi mdogo wa Italia aliyeitwa Callisto Legnan, aliyekuwa mwema kwake sana. Baadaye alijiunga na shirika ya Wakanosa. Mnamo tarehe 9 Januari mwaka wa 1890, Bakita alibatizwa kwa jina ya Josephine Margaret Fortunata. Siku hiyo alipata kipaimara na kupokea Ekaristi. Tarehe 7 Disemba mwaka wa 1893, Bakita aliingia unovisi, na tarehe 8 Disemba mwaka 1896 aliweka nadhiri zake za kwanza. Alipangwa kwenye convent ya Shio. Huko alifanya kazi kama mpishi, kutunza sakristia na bawabu. Miaka ya mwisho alisumbuliwa na maradhi na maumivu mengi. Wakati mwingi alipoulizwa anajihisije, alijibu kama Bwana anavyotaka. Yohana Paulo wa pili alimtangaza mwenye heri tarehe 17 Mei mwaka 1992 na mtakatifu tarehe 1 Oktoba 2000. Mtakatifu Bakita alifariki saa 2:10 usiku tarehe 8 Februari. Hivyo sikukuu yake huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 Februari. Bakita alikuwa na sifa kama alikuwa mpenda watu, alikuwa na hofu ya Mungu, alikuwa mtu wa sala, mwenye bidii, na pia aliishi maisha ya msamaha,
ambapo aliwasamehe hata watesi wake. Mtakatifu Bakita alipenda sana elimu hata kama hakufikia lengo la elimu yake, na ndiyo maana shule yetu ikamchagua kuwa somo na mlinzi wa shule yetu. Mtakatifu Bakita, utuombee. Asanteni sana. Ndugu watazamaji na ndugu wasikilizaji, najua ni mengi mmeyaona na mengi mmeyasikia katika shule yetu. Sambamba na kusikia historia fupi ya Mtakatifu Bakita ambaye ndiye somo na mlinzi wa shule yetu. Shule yetu ya Mtakatifu Bakita inapatikana Njombe mjini, jirani kabisa na kanisa kuu Katoliki Njombe. Nawakaribisha wote kwa yule anayehitaji huduma yetu. Fomu zinapatikana hapa shuleni. Ukifika pale getini utapata huduma kikamilifu. Lakini pia tunapatikana kwa namba zifuatazo kwa huduma zozote. Kwa mtu yule ambaye yupo mbali na sisi, unaweza kutupata kwa namba zifuatazo: 0752 86 69 76 mkuu, na 0798 992 202 kwa makamu mkuu wa shule, 0627 580 50 58 kwa mtaaluma, 0768 53 25 41 kwa mhasibu wa shule. Asanteni sana na wakaribisheni sana hapa Bakita.